hakuna zoezi mpya inafanywa, hakuna shamba mpya inapimwa. Ni ile kazi yake iliisha, ni kutekeleza tu ahadi na amri ya rais kwamba yale mambo ambayo yashafanyika na iko tayari tumalizie, ndio tuweze kuganga yajao. Ndugu zangu, nilisema nitaongelesha pia kama Mkenya. Rais alisema serikali itanunua ardhi kutoka absentee landlords. Ilisema itanunua. Alafu baada ya kununua ndio unakatia watu sehemu. Na hiyo zoezi la kunegotiate na landlords zinaendelea. Tunajua kwamba hapa Pwani hata hao watu 1500 wakionyeshwa ploti zao, huenda kuna watu ambao bado hawana nini? Hawana mahali pa kuishi. Na viongozi wetu ambao wamekuwa wanazungumza na rais, najua hiyo habari rais ako nayo. Lakini nimesema kila kitu ni kwa utaratibu. So hata mimi nikikaa kwa ofisi niko na habari kwamba huenda kuna watu wetu wengi hawana nini? Mahali pa kukaa. Na vile serikali inaendelea na hiyo mpango, kutakuwa na njia ya kubaini nani ndio hana nini? Hana mahali pa kukaa. Kwa hivyo ni zoezi ambalo linaendelea. Nao baada ya kutaarifiwa na DCC na watu wenye wamekuwa hapa, tumeuliza maswali. Rais alitoa amri kama rais wa jamhuri, na hiyo amri lazima itekelezwe. Kwa nini lazima itekelezwe? Kwa sababu anataka wale maskwota waweze kumiliki ardhi yao, si ndio? Sio ya rais, ni wa maskwota. Nao nimeuliza maswali kwa sababu rais akitoa amri inatekelezwa, lakini pia kuna authority ambayo iko na uwezo ya kutoa nini? Amri, na hiyo ndiyo mahakama. Rais akitoa amri tunatii amri, mahakama pia ikitoa amri tunatii nini? Amri ya mahakama. Mimi nimeangalia stakabadhi ambayo inasemekana inahusisha mahakama, na hakuna amri yoyote, hakuna, nataka usikize vizuri, hakuna amri yoyote imetolewa ya kuzuia zoezi hili kutoka mahakama. Hakuna. Kama ingalikuwa tungefunga virago vyetu na kuenda kula mahamri mahali tukisalimiana na mandugu zetu wa Kenya. Ile amri iko sahihi ni ya rais kutekeleza zoezi hili, na akiniambia simamisha, nitatii amri. Lakini kama hajabadilisha nia yake, mimi lazima nihakikishe zoezi linaendelea mpaka likamilike. Nimeuliza surveyor kama amechoka. Si alikuwa hapa? Anasema yu tayari kuendelea nao. Swali ni wale ambao walikabidhiwa cheti cha kumiliki ardhi na rais, wako ama hawako?
Muko tayari kupimiwa, kuonyeshwa sehemu zenu? Kwa sababu mkikataa kama hamtaki, nitamwambia rais, wanasema hawata. Haya, kunao wale wanaona bado inatakikana washughulikiwa hapa. Wako? Mupo? Nataka munisikize kwa makini. Moja, mkitaka kufaulu ni kutumia utaratibu na mikakati ambayo yatazaa matunda. Tunaambiwa simba mwenda pole hufanya nini? Ukizusha fujo, hao maafisa wameenda training ya kukabiliana na fujo, na baada ya kukabiliana na wewe kuna sheria, na wakati unakabiliwa na sheria unapelekwa peke yako. Kama Abdalla unazimama, ama Rotich unazimama kizimbani peke yako, unaambiwa wewe ni bwana Rotich, yes your honor, mnamo tarehe fulani ulifanya hii, unakubali ama unakataa? Ni wewe peke yako. Now, mawaidha yangu ni hivi, sisi ni Wakenya, hata kama sisi tumepatiwa jukumu la kiofisi, sisi ni Wakenya, si ndio? Lazima tushauriane na kuweka mikakati ya kufaulu na kusonga mbele kama Wakenya. Now, nilimuuliza DCC kama alifanya baraza kueleza watu kuhusu zoezi hili. Ameconfirm aliweka baraza. Na bwana DCC, nafikiri ulieleza kile nimesema. So, kama kuna mtu labda haelewi, labda huyo hakuhudhuria baraza, ama ni mgeni alikuwa anapita akienda safari akaamua kuungana na sisi, kwa sababu wakaaji wa hapa, kama ulikuwa kwa baraza, ulielewa vile DCC alisema. Now, sisi kama Wakenya, kama mandugu, tuko radhi na tuko tayari kusonga mbele pamoja kwa njia ya ustaarabu na kushauriana. Hapa Kwale sifanyi kazi peke yangu, tunafanya na viongozi ambao wamechaguliwa. Tuko na gavana wetu wa Kwale, tuko na wabunge, kuna maseneta na viongozi wengine ambao wanashikilia nyadhifa kubwa. Kwa hivyo kitu inatakana tufanye ni kuchipanga. Daraja ziko, ofisi yangu iko wazi. Kuna mtu amewahi kuja ofisi yangu akafukuzwa? Yangu iko wazi kama msikiti ama kwa kanisa. Sura tu mimi ni mweusi, lakini isikuogopeshe hiyo, si ndio? Lakini ofisi iko wazi. Mimi ni mwepesi wa kusikia na niko na roho safi. Tuko pamoja mpaka hapo. Kuna kitu nataka niwaeleze na msikize. Mimi mwenyewe ni mtoto ya squatter. Nataka mnisikize vizuri. Baba yangu alitolewa na wakoloni kwa shamba yake na ya wengine, ndio wakapanda majani chai. Sielewi ama naelewa? Sielewi squatter ama sielewi? Nao huenda mbele,
nataka niseme yafuatayo kwamba sisi kazi yetu upande wa usalama ni kuhakikisha kwamba tunatoa usalama kwa surveyor kutekeleza amri ya Mheshimiwa Rais. Surveyor ameniambia ako tayari na timu yangu hapa wako tayari kumpatia ulinzi ya kutosha, na mwenye atajaribu kuzuia zoezi hili atakabiliwa kisheria. Na nimesema utasimama peke. Mbali na hiyo, ofisi yangu iko wazi. Hata mkitaka kuja nyinyi wote, nitatafuta chini ya miti tuongee. Nitapanga na DCC, nitakuja huku tukae, si ndio? Ukiniona mwili yangu hata nikikula maamuri 2 na tosha, sitamaliza chakula, si ndio? So nataka hiyo ieleweke. Zoezi linaendelea, isipokuwa rais aseme lisimamishwe ama mahakama iseme nini lisimamishwe. Lakini kutoka dakika hii tutaendelea na zoezi na kumwambia rais tumemaliza zoezi la gazi, watu wetu kuna wengine, tuende wapi next? Hiyo ndio kitu mungekuwa mnaniuli. Baada ya hapa tunaenda wapi? Nimetoa tumeshauriana na hao maofisa na wanajua sheria. Ukitekeleza uhalifu utashtakiwa na makosa ambayo umetekeleza. Utasema ulikuwa unatetea ardhi ama nini. Ukiobstruct, kuzuia mfanyikazi wa serikali kutekeleza majukumu yake, hapo tayari umevunja sheria. Na County Police Commander atawaeleza, ofisa wake wako tayari ku make sure kuna usalama wa kutosha. Mimi naye niko tayari kuwasikiza, lakini sio hapa. Hapa ni mahali ya kazi. Mtu nataka tu kuona hapa ni surveyor na hao maofisa na wenye wanaonyesha nini shamba. Now mimi siko tayari, I'm not ready kukosa kufanya kazi na amri ya Mheshimiwa Rais, because nia yake ni kusaidia watu wa Kwale. Kama kuna mtu kati yetu ambaye anataka kupuuza hiyo, sio mimi, ndio, sio mimi. Na nimeuliza hao maafisa, kuna yule anataka kupuuza amri ya rais? Amri jeshi mkuu ni nani? Wao, si ni rais? Alafu wa Kwale na watu wa Pwani, nimemaliza hiyo ya kazi. Acha niwaambie, Mheshimiwa Rais anaendelea kuwafanyia mengi watu wa Pwani. Ni vile tu saa zingine kama unatoka Tiwi huwezi kutembea mpaka Mwache Dam huko Samburu. Utaenda kufanya nini? Huwezi enda Mwachande Bridge hapa, huwezi enda Funzi Island. Yale miradi ambayo Mheshimiwa Rais anafanyia watu wa Kwale, mimi najua kama mwakilishi wake. Mwachande Bridge peke yake hapa ni 600 million. Nilikuwa huko Jumamosi, inaendelea 600 million. Hiyo pesa ukitandikiwa hapa itafika Likoni ukikanyaga. 600 million. Mwache Dam more than 8 billion shillings. Sasa ameweka miradi hiyo
kitu kidogo tu ya kutafutia watu ardhi na sio hapa peke yake, Kenya mzima. So nataka niwaibie siri, penye kelele na mvutano hakuna manufaa. Wacha niwaulize swali, na hii sio ya kisiasa. Juzi wakati kulikuwa na maandamano, mulisikia maandamano Kisumu? Mulisikia? Ni kwa sababu waligundua ya kwamba wakati kuna hali ya utulivu ndio inavutia maendeleo, si ndio? So tutumie maofisi zetu, yangu ya county commissioner, tutumie ya mheshimiwa gavana wetu, tutumie wabunge wetu. Nitaomba gavana tuwe na leaders meeting, si ndio, ya county, ndio tuweze kuzungumza, kupata kuulizana maswali. Kwa hivyo nimejieleza. County Police Commander, uko tayari kutekeleza kazi?